Moringa leaf powder. Moringa ama mronge ni mti ambao una matibabu mengi sana katika mwili wa mwanadamu, especially yale majani ya juu. Yale majani, cha kwanza ukiyapata, yachukue ya kutosha, then yaanike kivulini. Yakisha kauka vizuri, yasage vizuri. Saga vizuri, hifadhi sehemu ambayo haina joto kali, hifadhi dawa yako. Sasa hii dawa itakusaidia kutibu magonjwa haya. Kwanza itaimarisha msukumo wa damu, alafu pili itadhibiti glucose ya mwili, alafu kwa wale ambao wana kisukari ni dawa nzuri sana pia, na kufanya sukari ile kubalance, na kama utatumia vizuri tatizo hilo litakwisha kabisa. Kuna wale watu ambao wanakuwa na tatizo la hofu, endelea sana kutumia hii moringa, ni nzuri sana kukuondolea hofu na kufanya ukae vizuri. Pia huongeza kinga ya maradhi mwilini. Hii mara nyingi ukiwa unatumia, kinga yako ya mwili inakuwa thabiti, na hata wale ambao wanasema ufanya mwili unakuwa unaonekana kijana, hii moringa ni nzuri powder, unakuwa unatumia kwenye vyakula. Yani wewe mara nyingi hata mtu akiona anasema yule mbona ana umri mkubwa lakini yuko kama kijana. Itakusaidia sana kwa tatizo hilo. Hata watu wenye tatizo la meno, hii moringa unapendelea sana watumie kama kupigia na mswaki wa mti. Tena ikiwezekana unachukua ile mti wa mwarobaini, unachovya pale, unakuwa unapiga kama unapiga kwenye meno yako. Yani hutapata tatizo ama changamoto yoyote ya meno. Na kuna wale wengine pia wenye shida ya tatizo la uvimbe tumboni, pendelea sana kutumia hii moringa. Na hii pendelea sana kutumia, siwezi kuambia ni siutumie siku ngapi. Hii pendelea kutumia kwenye vyakula vyako mara kwa mara, itakusaidia wewe kukaa vizuri. Pia utibu kuhara au kuhara damu. Kwa hiyo kama una tatizo hilo pia moringa hii ni kiboko. Inaongeza pia kwa watu wenye tatizo la kutoka mkojo, unakuta ukikojoa mpaka ujiminye sana, tumia hii moringa, itakusaidia. Kwa wale pia wenye matatizo ya moyo, tumia moringa. Pumu na kikohozi, tumia moringa. Sasa kwa matatizo kama pumu, kikohozi, utachukua kijiko cha chai kile kimoja, utachukua vijiko viwili, utaweka kwenye chai, utumia kutwa mara 3, asubuhi, mchana na jioni. Zoezi litakuwa ni wiki 3. Kumbuka hayo majani yanatakiwa yahifadhiwe, yani baada ya kuyasaga yahifadhi sehemu ambayo haina ubaridi sana, kwa sababu kivunda pia hiyo nguvu inapotea. Subscribe for more, tujifunze zaidi topic mbalimbali, tuweze kujitibu kwa maradhi mbalimbali. Na kuhusu zile mbegu zake, zile mbegu pia husaidia kuondoa vipele kwenye ngozi, hupunguza kasi ya kisukari, homa mara kwa mara kwa mtu yoyote, huondoa malaria, huondoa vitambi kwa wanawake na wanaume. Kwa wanaume, mawe kwenye figo au kibofu cha mkojo, hii pia hizo mbegu ukiwa unazitafuna zitakusaidia. Na pia ongeza nguvu za kiume na kike. Mbegu zao mara kwa mara ukiwa unazitafuna na karanga, itasaidia wewe mwanamke ambaye unakosa hamu ya tendo kupata hamu ya tendo kuliko. Hata wewe baba unakuwa na hamu ya tendo kuliko. Na mbegu zako pia, hata kama zitakuwa hazina uwezo wa kutungisha mimba, zitakuwa na uwezo rahisi sana. Yani kuna wale watoto pia wana tatizo la kumbukumbu shuleni, pendelea sana kuwapa hizi mbegu, watafuni hata 2 kwa siku 3, wanatafuna mara kwa mara. Hata wewe mtu mzima kama una tatizo la kumbukumbu itakusaidia. Pia kupunguza hasira, ukiwa una hasira sana, tumia hizi mbegu za mronge, itakusaidia sana kuondokana na tatizo la hasira. Na pia kama una tatizo la allergy ya mafua isiyokwisha, pendelea sana kutafuna, na hiyo allergy ya mafua itatoweka kabisa. Kwa hiyo kama una changamoto hizo nilizozitaja, tafuta option hapo unaitumia. Cha msingi ni consistency. Watu wengi unakuta mtu anaweza kutumia, akwambia mbona daktari sijapona,
tumia consistency. Yani usianze leo tumia siku 2-3 umeacha afu unasema hujapona. No. Dawa yoyote, hata dawa ya hospitali, ndio maana unapewa matumizi, muda wa kutumia. Tumia siku fulani mpaka siku fulani unapewa dozi. Sasa hata dawa za siri ndio hivyo hivyo. Usije ukatumia tu dawa siku 1, siku 2, 3 unasema hujapona. Lazima uhakikishe unaenda na mtiririko mzima kama ulivyoambiwa hapa kwenye maelezo. Tuendelee kusubscribe for more, subscribe, share kwa wenzako ili tuweze kukutana na watu wengi zaidi na kujifunza mengi zaidi.